Karibu sana Movie Recap Swahili. Na leo ninawaletea filamu mpya. Tutakuwa tuna series nyingine mpya nzuri kweli kweli. Mkiangalia episodi ya kwanza, tafadhali mniambie kama tuendelee nayo au tuipoteze au vipi. Sasa kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali hakikisha umesubscribe. Lakini kama wewe ni mkongwe pia subscribe haraka iwezekanavyo jamani, ili tuendelee kuenjoy na filamu zetu au vipi. Lakini usiache kulike video hii na nisiopotezee muda. Ni muda wa kuenjoy sasa. Chukua popcorn zako, tulia, twenzetu na iligoma. Sasa filamu ya leo inaanza na mfanyabiashara mmoja tajiri kwelikweli ambaye anaitwa Bwana Shian, na muda huu alikuwa kwenye mkutano na waandishi wa habari akiongelea vitu vya muhimu kwelikweli, na alikuwa anaongelea jambo moja linalohusu faida na achievement zinazohusiana na hoteli zake pamoja na kampuni yake aliyokuwa nayo. Lakini ghafla muda huo mwandishi wa habari akanyoosha mkono na kumwambia kwamba tumesikia za chini chini kwamba umeoa kwa siri na una mtoto ambaye umemficha. Shiana akasema kwamba mwandishi wa habari, kwanza ongea kwa heshima. Ongea kwa heshima ukiwa unaongea na mimi, lakini mimi sijaoa mwanamke yeyote wala sijaoa kwa siri. Ni kweli kabisa nina mtoto, lakini sijawahi kumficha mtoto wangu kwa mtu yoyote. Muda huo Sini ikahama na kumwonyesha mwanadada mmoja mrembo kwelikweli, na huyo alikuwa ni psychologist, watu wa saikolojia hao. Udada alikuwa anaitwa Chen, na yeye amejikita zaidi na ana ujuzi wa hali ya juu sana kuwasaidia watoto na kuwatibu watoto mambo ya kisaikolojia. Sasa upande wa pili, kwenye hoteli ya Sian tunamwona mtoto wake mdogo anaitwa Xiaobao akizunguka pale kwenye kiti cha kuzunguka ofisini kwa baba yake. Unajua tena watoto wakishua Lakini shida ni kwamba huyu mtoto hakuna mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kumcontrol, na hapa sasa tunakuja kugundua kwamba Xiaobao alikuwa na shida za saikolojia, yani wanaziita wazungu wenyewe wanaita psychological disorder. Na kwa sababu ya matatizo ya kisaikolojia dogo alikuwa hawezi kuongea, na kwa sababu hiyo walimwandalia kadi za mazungumzo ambazo zilikuwa zina maneno mbalimbali ambazo zinamsaidia kuweza kucommunicate vitu ambavyo alikuwa anataka kuvicommunicate muda huo. Sasa baada ya Sian kuingia ofisini kwake na kuona mwanaye alivyoharibu bwana makaratasi kila sehemu, dogo kwanza amesimama juu ya meza, akamwambia mwanaye kwamba hebu ondoka hapo mezani, shuka haraka sana. Lakini Xiaobao akatoa kadi moja mfukoni mwake na kusema kwamba nataka kuspend time na baba yangu. Siana akamwambia kwamba niko busy sana na kazi na sina muda kabisa kwa ajili ya mambo yako ya kitoto. Xiaobao akakasirika sana na akaitupa ile kadi aliyokuwa anamwonyesha baba yake chini. Siana akamwambia msaidizi wake kwamba tafadhali hebu mwite mwanasaikolojia wa mwanangu. Huyu mtoto alikuwa ameajiliwa mwanasaikolojia peke yake kwa ajili ya kumtibu mtoto. Lakini msaidizi wake akasema kwamba boss, yule daktari wa saikolojia bwana ameacha kazi kwa sababu Xiaobao alikuwa anamtesa sana na alikuwa anamfanya yule mtu wa watu aliye wakati mwingine kwa sababu ya matendo alikuwa anaonyeshwa na mwanao Xiaobao. Jamaa akakasirika kwelikweli, lakini akamwambia msaidizi wake pale kwamba tafuta mtu mwingine haraka iwezekanavyo. Lakini wakati wanaongea pale, sekretari wake akamkumbusha kwamba bwana boss, una kikao cha mtandaoni sasa hivi kuhusiana na sherehe za tuzo zinazofuata hapa karibuni. Sasa Jian alikuwa hana choice yoyote, ikabidi ambebe mwanaye na kuingia naye kwenye chumba cha kikao bwana. Sasa Sini kaama na kumwonyesha Dr. Chen akiwa amekaa na rafiki yake, na rafiki yake akamwambia kwamba hivi unajua kwamba rafiki yetu Z na amekuwa nominated kwenye tuzo na hizo tuzo yamkini akazipata kama best scientific research, yani research za kisayansi bora zaidi, akaichukua yeye hiyo tuzo. Lakini Dr. Chen akakasirika kweli, yani akamaindi kwa sababu yeye ndiye aliyeandika karibu 90% ya hiyo research, na bila aibu huyo rafiki yao aliiba hiyo research yake. Akawa amekasirika kwelikweli.
Kwa hasira akainuka pale na kutaka kwenda moja kwa moja hotelini aliko kwenda kumconfront, yani kwenda kumvagaa, yani unajua. Sasa sini kaama tena kumwonyesha bwana Jan, Shian au Jan au Jian, utakavyopenda wewe kumwita, akiwa ipo kwenye live stream. Na hiyo live stream ilikuwa kama meeting yenyewe ya online ambayo alikuwa anafanya, lakini alikuwa anaenda live, masimu kibao kwelikweli. Lakini akiwa kwenye hiyo live bwana, ghafla mwanaye akachomoka pale. Jamaa akawaambia wasaidizi wake kwamba hebu nendeni mkamtafute mtoto. Xiaobao alikuwa ni mtoto mtukutu kwelikweli pia. Akawa anazunguka maeneo kibao ya hoteli, na akiwa pale akawa ameona bana kubwa kwelikweli ikiwa na picha ya baba yake bwana. Akaivuta ile picha na kuanza kuondoka nalo lile bana bwana. Akiwa anafanya hivyo, wafanyakazi kibao wakaanza kumzunguka pale na kumwambia acha mtoto, acha mtoto. Angekuwa bongo huyo angekuwa ameshatandikwa vibao papa. Sasa walivyomzunguka vile, Xiaobao akawa kama amechanganyikiwa hivi, kila mmoja anasema acha 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 acha. Dogo kama amepagawa, akapiga makelele, alafu akaanza kukimbia. Na akati anakimbia ilibaki kidogo agongwe na yale matololi ya kubebea mizigo ya hotelini bwana. Lakini kwa bahati nzuri Dr. Chan alikuwa ameshafika pale, akamkamata yule mtoto na kumwinua na kumwambia vipi mtoto, uko sawa? Akapiga kelele tena yule mtoto bwana. Dr. Chan akamkumbatia tena, akamkumbatia na kumtuliza kabisa na kumwambia kwamba unahitaji msaada wote. Xiaobao akatoa zile kadi zake, na ndipo Chen akawa amejua jina la mtoto. Akamwambia kwa nini unapiga makelele hivi kwenye eneo kama hili la hoteli? Dogo akatoa kadi moja ambayo imeandikwa dad, yani baba yake. Akamwambia vipi, una hasira na baba yako? Dogo akatikisa kichwa hivi na kumwonyesha kwamba ni kweli hamfurahii baba yake. Basi Dr. Chen akatoa kimdoli bwana, akamkabidhi. Ukikibonyeza hicho kimdoli kinapiga kelele na kumpa handkerchief ya silk, yani leso ya silk, na kumwambia kwamba huyu mdoli pamoja na hii leso vitakusaidia kukufanya uwe salama, vitakulinda, yani kwa ufupi. Lakini muda huo ghafla bwana, wale wasaidizi wa Xian wakawa wamefika pale kuja kumchukua. Wakamchukua Xiaobao na kuanza kuondoka nao. Lakini akati anaondoka, Chen akawaambia wale kwamba nyie, hebu mwambieni bosi wenu kwamba apay attention, amwangalie zaidi, amwangalie vizuri huyu mtoto. Baadaye Chan akaendelea kumtafuta yule rafiki yake, yani rafiki yake Zi yule, akamind, yani unajua ana hasira naye kwa kuchukua research yake. Sasa kwa bahati mbaya bwana, akiwa anamtafuta akawa amemwona mwanaume mmoja anaingia kwenye chumba hivi ambaye alikuwa ni bwana Xian, akajua ndiye Zi bwana. Akamkimbilia bwana na kuanza kumwataka, asijue kwamba amekosea. Akaanza kumtandika pale bwana na kumwambia kwamba umeiba research yangu, mpuzi wewe. Ile Xian alivyogeuka tu akashtuka kuona kwamba sio yeye. Akaona aibu pale vibaya mno, akaomba msamaha, akageuka na kuanza kuondoka. Sasa shida ni kwamba kile kilichokuwa kinaendelea pale kilikuwa kwenye live stream. Muda huo kumbuka, jamaa alikuwa kwenye live stream na simu yake, na pale alikuwa na simu nyingine alikuwa ameingia kule. Kika inaonyesha kila kitu kwenye live stream bwana. Lakini kulingana na kamera ilivyokuwa imekaa, inaonyesha kwamba wawili walikuwa wako very romantic yani. Yani walikuwa wanachumiana, wanachukuliana lita tatu za mate mdomoni. Asikwambie mtu hapo, huwezi bisha kwamba hapana, ngoja niwaeleze. Nani atakuelewa bwana? Lakini akiwa anaondoka bwana, nje akawa amekutana uso kwa sura na Zi bwana. Akamwangalia kwa dharau sana, hata ile hamu ya kwenda kugombana naye tena imeisha. Jamaa amezungukwa na totos, akitamba kwamba yeye ndiye aliandika research. Yeye akaamua kusepa zake bwana. Sasa sherehe za tuzo zikawa zimeanza, na akawa jamaa amechaguliwa kuja kutoa tuzo kwa best scientific research. Lakini akiwa pale akawa amekumbuka yale maneno ya Dr. Chen au Dr. Chan kwamba jamaa ameiba research yake, na alivyokumbuka hayo maneno akasema kwamba hakuna mtu ambaye atapewa hii tuzo ya best research award. Afu mwamba akageuka akaanza kuondoka. Minong'ono pale katokea kweli kweli. Watu wanazungumza nini kimetokea. Lakini baadaye usiku bwana Xian akiwa nyumbani kwake akawa anaangalia resume, yani CV za mwanasaikolojia mpya ambaye atakuwa daktari wa mwanaye, na ndipo alipogundua kwamba hizi CV zilikuwa ni za Dr. Chan, yani binti yetu mpenzi. Jamaa akawa na hasira kwelikweli. Kumbuka mambo yaliyotokea mchana,
akazichukua zile CV na kuzitupia kwenye dustbin. Baadaye akaenda chumbani kwa Xiaobao, akaanza kumfokea, kwa nini uko macho mpaka usiku wa sasa hivi, we mtoto una shida gani? Akachukua tableti yake na kumlazimisha alale. Sasa usiku ule bwana Xian akiwa yuko chumbani kwake amelala, ghafla bwana akaanza kuota ndoto za ajabu bwana. Akakumbuka tukio ambalo lilitokea mwanzo. Alikuwa amepata ajali mbaya sana. Sasa asubuhi alivyoamka akawa anaandaa zake kahawa bwana, na akawa amekaa kwenye ofisi yake ya nyumbani anafanya kazi. Muda huo rafiki yake akawa amemtembelea na kuja kumwonyesha ile video bwana ambayo imerekodiwa, ilikuwa live, yeye na Chen wakiwa wanakumbatiana pale, wanaonekana kama wanakulana mate, kumbe walikuwa wanagombana bwana. Anamwambia imeenda viral kwelikweli video. Sasa Xian akawa hajaiona ile video, na rafiki yake akamwambia kwamba huyu Chen ni mwanamke chizi sana. Wewe umempata wapi dem kama ule bwana, na kuanza kuingia naye huko, unasahau kabisa kwamba uko live. Lakini jamaa akamwambia kwamba hapana, mimi sijafanya naye chochote wala simfahamu huyu mwanamke. Tukio hilo hapo ni ngumu kulielezea, lakini ndio hivyo. Sasa upande wa pili pia kwa Dr. Chen, naye akawa realize kwamba ile video imekuwa viral kwelikweli, na watu wamekuwa wakipotosha kwamba yeye na Xian ni wapenzi. Sasa baadaye tunamwona Xian akiwa chumbani kwa Xiaobao akiwa anataka kumwamsha, na dogo amegoma kabisa kuamka bwana. Lakini pale alipolala akakuta dogo ameshika leso ya silk, akaitoa bwana kwa vijiti na kwenda kuitupia kwenye mfuko wa nguo chafu. Sasa Xiaobao alivyokuja kuamka kuangalia kile kitambaa chake hakioni, akamaindi kwelikweli na akaanza kupiga makelele kwelikweli, na baba yake akamwambia imefuliwa na wewe, au hiyo ni kwamba imefuliwa? Akampa ile safi iliyofuliwa bwana. Dogo alivyoinusa akaona hapana, inanukia sabuni, mimi nataka ile ambayo ilikuwa inanukia harufu za Chen. Lakini hawezi kuongea, sasa yuko kimya. Akaitupa chini na kuanza kupiga makelele, alafu akageuka na kuanza kukimbia kwenda chumbani kwake. Sasa Xian akamchukua mwanaye kwenda naye hospitalini kuona daktari wake mpya, na kwa bahati nzuri ama mbaya bwana, Dr. Chen pia alikuwa anafanya kazi kwenye hospitali hiyo hiyo, na akamsikia makelele kutoka kwenye chumba cha pili bwana. Akakimbia baada ya kugundua kwamba hii sauti kama naijua hiyo. Alipofika kule akamkuta Xiaobao bwana, na walivyoonana uso kwa sura, dogo akawa moyo wake umetabasamu kwelikweli, na yeye pia akawa ameshangaa kumuona huyu mtoto yuko hapa. Na dogo akamwambia kwamba mimi sitaki kucheza na haya matoi. Akamwelekeza pale, kumbuka dogo aongei, akamwambia tafadhali nichukue nipeleke sehemu nyingine bora zaidi ya kuchezea matoi. Muda huo Xiaobao akawa anaogopa kumshika mkono na Dr. Chen, kwa sababu dogo huwa hapendi kabisa kushikana mikono na watu wasiowajua. Lakini kwa surprise akawa amenyoosha mkono na kushikana mkono na Dr. Chen. Kila mtu akashangaa pale, na akamchukua moja kwa moja kwenda naye kwenye chumba ambacho watoto wanacheza, na kule akutana na msichana mmoja anaitwa Jojo, mtoto mdogo na yeye. Lakini huyu msichana akanajaribu kucheza na Xiaobao, lakini Xiaobao akagoma kabisa, akageuza kichwa pembeni ili huyu demu asiongee naye kabisa. Sasa Dr. Chen alivyofika pale, Jojo akamkumbatia kwa furaha kwelikweli, na kusema kweli watoto wote walikuwa wanampenda kwelikweli. Akamwambia sasa muda huu tunabidi tucheze kombolela. Huyu daktari alikuwa ana tabia gani huyu bwana? Anawaambia watoto wacheze kombolela, tena mnajua madhara ya kombolela. Lakini muda huu akamekaa na Xiaobao, akampa maji na lollipop, unajua ma big bomb. Akamwambia mimi na wewe kila mmoja nayo ya kwake, alafu zina duara la moyo kuonyesha upendo kati yao. Akaambia kwamba kuanzia leo utanikumbuka, si ndio? Kwa sababu ya pipi uliokula. Lakini muda huo huo bwana Xian akawa amefika pale kumwona mwanaye. Alikuwa amekasirika kuona mwanaye amebadilishwa chumba, lakini akashangaa bwana kuona mwanaye akiwa anaongea vizuri na kushake hands na Dr. Chen. Jamaa alipofika pale, lakini akamsukuma Dr. Chen na kusogea kwa mwanaye na kumwambia kwamba wewe mpuuzi wewe, marufuku kukaa karibu na mwanangu. Baada ya kukumbuka huyu ndiye yule dada aliyetaka kupigana na mimi, alafu akapeleka video imeenda live na mimi watu wananiangalia vibaya. Akaambia utakuja kuniulia mwanangu, wewe unavamia tu watu, tafadhali kuanzia leo marufuku kukaa karibu na mwanangu. Akamchukua mwanaye na kuondoka naye bwana. Lakini Xiaobao akawa ameongeza usumbufu kwa baba yake, akilazimisha kwamba anamtaka Dr. Chen
yeye ndiye awe daktari wake. Kweli bwana, akawa hana namna yoyote. Shihan kwa sababu hapendi mavurugu ya mwanaye akakubali. Muda huo akawaambia wasaidizi wake kwamba tafadhali kusanyeni taarifa zote kumuhusu huyu Dr. Shihan ambaye dogo Xiaobao anamtaka. Na alivyoletewa mataarifa mengi akawa amegundua kwamba Dr. Chan ametoka kwenye familia ya kimaskini, lakini sio ya kimaskini sana, angalau wanaweza kuishi yani, lakini ni familia ya kimaskini, na amesomea udaktari wa saikolojia na akiwa ufaulu wa hali ya juu sana, na hilo jambo likawa limempa hamu ya kumtembelea bwana. Akawa ameenda na kumtembelea ofisini kwake. Sasa Shihan akamwambia, tafadhali unisamehe kwa yaliyopita, lakini nataka wewe uwe daktari wa mwanangu. Nimeona CV yako, una CV kubwa kuliko yeye. Akamwambia, nitakulipa kiasi chochote cha pesa utakachohitaji, uwe daktari personal wa mwanangu. Sasa Dr. Chan akamwambia, siwezi kumtibu mwanao wala kuwa karibu na wewe na familia yako, na tafadhali kaka, naomba uondoke. Ondoka haraka iwezekanavyo. Jamaa akageuka na kuanza kuondoka bwana, akiwa amechanganyikiwa, haelewi sasa atamwambia nini Xiaobao, kwa sababu Xiaobao hataki daktari mwingine yeyote zaidi ya Dr. Chan. Sasa Shihan akawa amekutana na rafiki yake yule aliyemletea umbea yule, akamwambia yote yaliyotokea. Jamaa akaanza kumpa strategies pale za kuweza kumconvince bwana. Rafiki yake akamwambia, tuma zawadi za kutosha ofisini kwake. Bwana Shihan akafanya hivyo bwana, lakini Dr. Chan akawa ameshtuka kwelikweli kuona mazawadi mengi vile, na kusema kweli bado alikuwa hajawa convinced. Akakataa tena kumsaidia mwanaye kwa sababu jamaa alimtreat vibaya sana siku ile na alimdharau kweli siku ile. Sasa baada ya kuona zawadi pia zinafeli, bwana Shihan akatafuta plan B, akaanza kumfuata kila anakoenda bwana. Na Dr. Chen akawa ameona kwamba hili jamaa mbona linanifuata, akaamua kuanza kukimbiza kipikipiki chake bwana kupita vichocholoni bwana. Sasa alivyoingia kwenye kichocholo kimoja, akawa amekutana na wahuni kule bwana. Wahuni wanataka kuichapa bwana, tunataka tumwage mayonnaise, tunataka tumwage mayonnaise. Wanamfuata mtoto wa watu, lakini Chan akaanza kujitahidi nao kupigana nao, lakini ghafla bwana jamaa Shihan akawa ametokea pale na kuwatandika wote pale, akawa amemsaidia Dr. Chan. Jamaa wakawa wamekimbia wale bwana, na muda huo jamaa alikuwa ameumia mkononi. Dr. Chan akamwambia, njoo nikakutibu hicho kidonda ambacho umeumia mkononi. Wanadeka hawa nao wakolea kibongobongo, kimkwaruzi hicho kidogo, rafiki yangu, si unavumilia tu unaweka chumvi au vipi? Basi akachukua kiboksi chake, kisanduku cha first aid kit, akatoa mle vidawadawa nini na kuanza kumtibu kile kidonda. Lakini chansi hii Shihan akasema siipotezi, akambembeleza pale kwa huzuni kweli na misamaha kibao ili awe daktari wa mwanaye. Akamwambia, mwanangu anapitia wakati mgumu sana na hali yake inazidi kuwa mbaya siku hadi siku, na nilishangaa sana alivyokuchagua wewe. Naomba unisamehe, na analalamika nyumbani halali afanyi chochote, anakutaka wewe. Basi Dr. Chen bwana akajifanya mgumu bado, akamwambia kama unamtongoza vile. Akamwambia kwamba sawa, sijakubali lakini nitakufikiria, nipe muda kidogo. Alafu akainuka akasepa bwana. Siku inayofuata Shihan bwana akanunua keki nzuri kweli kweli, imeandaliwa na kupambwa vizuri. Akamchukua mwanaye na kwenda naye moja kwa moja hospitalini kwa Dr. Chan. Dr. Chan alivyoona ile keki kweli bwana akawa ameguswa yani. Kumbe wanawake ni vitu vidogo vidogo tu. Akakubali bwana kwamba sawa, nitakuwa daktari wa mwanao kuanzia leo. Akaanza kuzungumza naye taratibu, akaanza kumsaidia kupanga vitu na kuanza kumuuliza story kuhusu birthday yake inayokuja. Lakini baada ya Xiaobao kusikia issue za birthday, ghafla dogo akapoteza nuru usoni kwake, huzuni katanda. Baba yake akamsogelea na kumkumbatia pale ili kuweza kumtuliza bwana. Sasa sijui ni kitu gani kio kinamtesa mtoto na Dr. Chen baada ya kuona kile kinachoendelea pale akamchukua Shihan pembeni na kumuuliza kwamba kwani shida ni nini? Mbona mtoto ghafla amekuwa na huzuni baada ya kusikia mambo ya birthday? Shihan akamwambia miaka 5 iliyopita Xiaobao alipata ajali mbaya sana siku ya birthday yake, na tangia kipindi hicho amepoteza kabisa uwezo wake wa kuongea, na amekuwa anaichukia birthday yake tangia siku hiyo hadi leo hii.
Sasa ule usiku ulipofika bwana, Shian akawa amemchukua Dr. Chan, akana amempa lift, anamrudisha nyumbani kwake. Wakiwa njiani akatoa bangili bwana, akamvalisha na kumwambia kwamba hii bangili ya nini? Shian akamwambia hii ni bangili ya couples. Akamwambia couples? Sasa kwa nini unanivalisha mimi? Akamwambia hii inasaidia kujua kwamba kama mtu mmoja hayuko sawa kiafya au yuko sehemu ya hatari, ina sense na kutoa taarifa kwa mtu wa pili ambaye ameivaa, ambapo huyo manake atakuja haraka kuja kukusaidia, na inaonyesha location na kila kitu. Sasa Dr. Chan akauliza kwamba hiyo bangili ya pili kavaa nani? Shian akamdanganya kwamba akasema hamna mtu mwingine aliyevaa hiyo, nimekupa wewe kwanza. Lakini kumbe kiukweli kweli ni kwamba ya pili yeye ndiye alikuwa anaivaa bwana. Sasa siku inayofuata Dr. Chan alikuwa amechoka sana, akaamua akarelax kidogo kwenye bathtub bwana. Unajua mambo ya bathtub. Akaingia mle, akanyoosha miguu, akaweka povu lake la kushazi, akajilaza pale, anatuliza kichwa kidogo. Lakini kumbe bwana alikuwa anaumwa, sio kwamba alikuwa anajisikia vibaya, amechoka. Akiwa amejilaza pale, ghafla bwana akazima bwana, na baada ya kuzima ile bangili ikampa alarm bwana Shian, na kumwambia kwamba partner wako kule yuko kwenye hatari. Sasa kwa sababu jamaa anataka kumlinda kwelikweli kwa gharama zozote huyo daktari, kwa sababu ya kumtibu mwanaye, akainuka pale haraka na kukimbia kwenda nyumbani kwake. Akaanza kupambana kufungua mlango. Anapiga kelele, mlango unagoma kufunguka bwana. Kule ndani Dr. Chan hali yake inazidi kuwa mbaya. Sasa sijui kama alifanikiwa kuingia au nini kilitokea. Tuonane episode inayofuata, episode ya pili. Kama unaifurahia movie hii, tafadhali usiache kulike, na kama umeipenda, naomba nisome komenti zenu mkiniambia kwamba tunaendelea nalo ili tuende nayo ni yenyewe. Kama muipendi, niambieni pia, tutaishia hapa au vipi? Na uzuri hii filamu ilikuwa ni request ya mtazamaji. Kuna mtazamaji kwenye comment aliomba hii filamu na ndio tumeileta kama ilivyo. Najua atafurahia. Nataka nione comment yako pia, na wewe uliyeiomba hii filamu, kwamba umeonaje. Sasa ni mimi yule Mr. Mayonnaise. Ninawapenda ile kinoma noma ya